mtazamaji wangu mahali popote ulipo unanitazama huko ndani ya nchi au nchi nyingine yoyote duniani, mahali popote ulipo, Mungu anakupenda sana. Ujumbe wa neno la Mungu tunakujia leo tena. Mungu anatupenda leo, anataka kuzungumza na wanaume manabii mahali popote mlipo. Mungu anawapenda sana. Ujumbe wenu leo umekuja kwenu kwa ajili ya kuponya nchi, kwamba nyie wanaume manabii, Mungu anataka atumie mioyo yenu, atumie vinywa vyenu ili kusudi nchi ipate kupona. Naweza kuangalia neno la Mungu katika Zaburi ile ya 89, linasema kwamba Mungu kaa katikati ya kusanyiko lake, baraza lake, na katika baraza lake Mungu yeye huogopa sana. Mungu alisema na wanawake manabii, na kumekuwa na matokeo mazuri sana, kwamba wapo wanawake manabii ambao wameweza kukaribia kwenye baraza la Mungu, na tunaona Mungu ana akili na maarifa yake ni ajabu sana, kwamba Mungu anajua mwanamke ni mtu ambaye anakosa kwa haraka, lakini anaweza akatubu kwa haraka, na huanguka mara nyingi kwenye kukosea, lakini ni mwepesi sana kutubu na kunyenyekea, na akaweza kutanguliza kuwapa upendeleo wanawake manabii. Lakini tunaweza kuona kwamba kuna matokeo mazuri. Leo napata ujumbe mwingine ambao Mungu ameona mioyo ya wanawake imenyenyekea mpaka wamepata nafasi ya kukaribia kiti cha Mungu, kiti cha enzi cha rehema. Na sasa tunaona wanawake wanawavuta wanaume waende sasa waweze kukaribia kwenye baraza la Mungu. Wanaume manabii Mungu anawapenda sana, lakini wanaume wote duniani Mungu anawapenda sana. Na wanaume wamepewa heshima ya mnyama simba, mnyama hatari simba, ambaye ni mnyama anayetisha sana. Ndio sifa ambayo wamepewa wanaume, kwamba yani Mungu ana upendeleo wake. Ndio maana na wanawake wamepewa heshima kubwa kwa Mungu, kwamba wanawake mbele za Mungu wakinyenyekea na kulia, Mungu anawasikiliza haraka sana, kwa sababu anajua yeye ndiye mtawala wa wote, mtawala wa viumbe vyote ni yeye Mungu. Na tena heshima nyingine mwanamke ambaye amepewa